ni deni la ujauzito, babu wanaitaka mimba, waloitoa kwa kuhofia mumewe kujua. Halo? Sasa hizi. Safi, niambie. Poa. Mbona kama una hema, kulikoni? Na matatizo. Matatizo? Na hii namba ya nani? Hii namba ya banki wangu. Kwa nimeiba mara moja. Oh. Sawa, haina shida. Sawa. Hiki nini? Kipimo. Usiniambie kwa una mimba. Kweli nina mimba. Nimeenda hospitali nimejulikana nina mimba. Sasa kwa nini usitumie kinga? Kuna wakati unanichanganya sana. Unanichanganya sana. Uso muda kulaumiana. Tujue tunafanyaje. Sasa nisikilize. Tena usikilize kwa makini sana. Hiyo mimba lazima tutoe kwa sababu wewe ni mke wa mtu. Alafu kitu kingine, baba mkwe wako ni mkali sana. Kuna hasara kubwa ya kutoa hii mimba. Kuna mambo haya mawili. Kuna kufa ama kupona. Wewe usiniambie mambo ya kufa au kupona. Wewe acha uongo. Mbona watu wengi wametoa mimba bado wanaendelea kuishi? Nisikilize nikwambie kitu moja. Hiyo mimba lazima tuitoe. Sitoi. Nisikilize. Kuna sehemu naenda. Nikirudi huko nataka mimba tukaitoe. Tena tukaitoe hata bila watu kujua. Sio, unanielewa vizuri? Sitoi. Nikamshika vitu vyako. Wewe vipi? Wewe unataka kunipa mambo yasiyoeleweka? Mdororo! Mzee Mdororo! Mdororo! Mzee Mdororo! Kila homa sio malaria. Nenda ukapime. Karibu sana. Asante sana. Naona mzee mwenzangu, mzee Mdororo unaendelea vizuri sana. Kama unavyoniona bwana Lingaka, na ninadhani leo umekuja na ujumbe mzuri sana. Niambie kipi kilichokuleta? Nimekuja na jambo moja tu. Unajua wewe umri unazidi kwenda, haurudi nyuma. Hivyo basi, ninakuomba umtafute mtu wa kumrithisha uchawi. Sawa? Maana uchawi kazi kama kazi zingine. Sawa? Ili kesho utakapokufa, sawa, upate mtu wa kumrithisha, manake jina lako na damu yako inahitajika liendelee. Sawa,
nalitambua hilo toka muda mrefu sana, na tayari yule mkwe wangu, mke wa mwanangu, ameshashika mimba, hivyo nitamsubiria mpaka pale atakapojifungua, na huyo mtoto nitamfundisha uchawi wa viwango vya juu kabisa, ili aje kuwa mlisi wangu bora wa mikoba yangu ya uchawi. Mzee Mdororo, hivyo basi fanya juu chini hili jambo ulikamilishe, maana uchawi kwetu ndo kila kitu. Sawa, mimi binafsi nimekuelewa na nitakamilisha kila kitu ili mradi haya mambo yote yakae sawa. Kila homa so malaria, nenda ukapime. Nadhani umenielewa. Fanya hivyo nilivyokuambia. Bro, habari za nyumbani? Brother, mimi nyumbani kwema. Sijui za kwako. Nyumbani mimi kwema, ingawa sio kwema sana. Maana kuna vitu hapo vinanichanganya sana. Na hata hivyo, mguu ulikuwa unakuja kwako. Lengo ni azime pesa shilingi 40,000. Maana kuna vitu vinanichanganya sana kichwani mwangu. Brother, kwa sasa siwezi kukudanganya. Sina hata 100 mbovu. Laiti ningekuwa nayo, ningekuwazima. Vipi? Nyumbani kazingua dogo? Mara 10 hata angekuwa ameharibu. Ningejua namna ya kulisolve. Lakini sema wewe mwanamume mwenzangu, sioni sababu ya kukuficha. Na ukiangalia tumetoka mbali sana. Mimi mzio nimempa mimba mke wa mtu. Brother, mke wa mtu tena? Mimba? Hicho ndio kitu ambacho kinaniumiza sana kichwa. Na nimekuja kwako lengo nipate hiyo pesa. Nasikia ni 40, sijui 40 na nichanganye na madawa fulani kama Pilitoni na vitu vingine. Nasikia hivyo vitu ukivichanganya unaweza kuitoa mimba. Brother, 40 mimi siwezi kukushauri. Siwezi kukushauri kabisa. Utakuwa umeharibu. Yaani utakuwa umeharibu. Ila mimi kuna mshikaji namjua. Mwanamke hata akawa na ujauzito wa miezi 7, ukimpelekea kwako yeye ni jambo rahisi. Anaweza kutoa mimba leo, kesho mwanamke akawa safi bila tatizo la aina yoyote. Unajua bado sijakuelewa. Yaani huyo bwana anaweza akatoa ujauzito hata bila mwanamke kupata jambo lolote lile tatizo lolote. Maana yake watu wengine wanamwaga sana damu na wengine unakuta ndio hivyo tena anafariki. Na unajua yule ni mke wa mtu. Sasa ikiwa amefariki unaniweka mimi katika wakati mgumu. Brother, hilo ondoa shaka. Kikubwa ni wewe kumwamini yeye. Na vipi gharama zake zinakuaje? Yaani gharama zake zinakuaje? Gharama zake ni nafuu. Sawa. Sasa cha kufanya wewe nipe connection kama una namba yake ya simu au kama unaweza ukanipeleka, wewe nipeleke ili nijue namna ya kufanya. Kwa sasa brother siwezi kukupeleka. Maana kuna sehemu nataka nifike hapo mbele. Ila kwa kuwa namba zako ninazo, nikishaenda kutulia huku ninako kwenda, nitakutumia namba za huyo bwana. Basi sawa bwana Mpemba, wala haina shida. Basi sawa. Mimi ngoja niende huku ninako kwenda. Sawa.
mbona mimba imekataa kutoka? Na mimi nimekuwa na uzoefu wa hivi vitu takriban ya miaka 10. Wewe ni kitu gani ambacho unakifahamu? Mtaalamu, mimi sijui chochote na hili jambo, jukumu lako wewe. Mimi ninachotaka mimba itoke. Haya, unavyoniambia mimba imekataa kutoka, mimi sielewi. Mbona umebadili viatu? Wewe una akili kweli wewe? Sasa basi naomba tuheshimiane, kwa sababu kwenye hichi kijiji sijapewa kibali cha kuwasaidia watu. Sasa wewe unageuza vipi viatu? Hivi unadhani mimi nafanya mambo ya masiala hapa? Mtaalamu, mimi naomba unisamehe. Na unajua kipindi niko mdogo shuleni kuna mambo waliniaminisha. Walisema, maana walikuja wa mazingaombwe kule shuleni. Wakasema wale mazingaombwe tu yale, ukibadilisha viatu unaona kila kitu unachokifanya. Nikasema na hata ilivyokuja hili nikasema kwa sababu tunaenda kwa mtaalamu, inawezekana mwana mazingaombwe, unaona? Nikasema wewe nibadilishe viatu ili nikuone namna unavyofanya. Inawezekana mimba unatoa kumbe unapeleka ndani, unaelewa? Yaani hivyo yani. Eti mazingaombwe. Yaani nilikuona lijali, kumbe upo kama mama Amina vile. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Wewe umekuja hapa unahitaji msaada. Usiniletee habari za kipumbavu. Eti kwa sababu kulingana na umri wangu ndio kwa unaletea mambo ya kipumbavu. Hebu nikusaidie, nenda kapambane na hali yako huko. Hebu geuza hivyo viatu bwana. Kwa sasa kila kitu kimekaa sawa. Cha msingi, naomba uzingatie makubaliano. Ukifika nyumbani kwako naomba unitumie pesa yangu na isipungue nobe hata 100. Kitu kingine cha kukusitizia, nimekusaidia hili jambo kwa sababu una uharaka nalo sana. Naomba ukitoka hapa usiende kumwambia mtu yoyote yule. Nadhani tumeelewana. Mtaalamu, mimi nikutoe hofu kabisa hii jambo hili. Hauwezi kusikia kwa mtu yoyote yule. Yaani inamaanisha hapa mtaani au hapa kijijini huwezi kusikia kwa mtu yoyote yule. Nitabaki nalo mimi na huyu mwenye mimba ambayo ndio tumeitoa. Kuona kuomba kabisa ondoa shaka juu ya jambo hili. Sawa. Kila umeniuzi sana rafiki yangu. Yaani unabadilisha ndala wakati mimi nafanya michezo ya hatari hapa. Mimi nadhani sasa hivi kile kitu kimekaa sawa. Inamaanisha hauna ujauzito tena. Sasa basi, naomba unisikilize. Tena unisikilize kwa makini sana. Sasa hivi kama tukiwa tunakutana, basi tuwe tunatumia kinga kwa sababu wewe ni mke wa mtu. Na kama unavyojua baba mkwe wako sio mtu mzuri kabisa. Sawa, nimekuelewa. Hivi unadhania kwamba mimba inatoka kirahisi namna hiyo? Nisikilize. Hiyo mimba imeshatoka tayari na mimi nishaona kila kitu, yani nimeona kwa macho yangu mawili. Hivyo basi wewe kuwa na amani. Sasa cha kufanya niache niende nyumbani. Wewe fanya taratibu uende nyumbani. Sawa? Kuwa na amani. Sawa? Kuwa na amani. Unaweza kuniambia unatokea wapi? Natokea pale kwa jirani yangu, nilienda kuongea. Nadiriki kuniongopea.
Hapana. Nakuuliza tena, unatokea wapi? Tokea pale kwa jirani yangu, nilienda kuongea. Nadhani taarifa zangu unazo ya kuwa mimi ni mchawi, na kama hautoniambia ukweli, mimi nitakuroga ulale kitandani maisha yako yote. Mimi ndio mchawi, mzee Mdororo, mchawi wa kwanza kugundua majani ya nunga mai kwenda kujifukiza kufanya dawa ya mafua. Baba, acha tu nikuambie ukweli. Mimi nilikuwa ni mjamzito. Nilitaka nikuambie. Niliona hizi taarifa tamfikishia mwanao. Na mimi mwanao nampenda sana. Nao ndio ukweli baba. Naomba unisamee baba. Madam, umeongea ukweli. Mimi nimeshakusamehe. Ila huyo mtu aliyosababisha huo ujauzito hutoke hapo. Nitakula naye sahani moja. Lake la kwangu. Nenda nyumbani. Ni deni la ujauzito, babu wanaitaka mimba, waloitoa kwa kuhofia mumewe kujua, walifanya kwa siri kuitoa mimba, lakini sasa ni shari na deni la mimba. Yani kama ningejua hujamwishwa safari, leo mimba wanadaiwa imekuwa dosari. Mwanzo safari mume anasafiri, anamwacha mke nyumbani ya baba, mke akasariti akapata mimba ikiwa yupo mume. Kijana, nimekuja hapa sio kwa ubaya, japokuwa umenikosea. Nafahamu fika unatembea na mkwe wangu, na mbaya zaidi ukampa mpaka ujauzito, na isitoshe uliponikosea zaidi ile mimba ukaenda kuitoa. Mzee, kwanza naomba niombe radhi kwa sababu umenikosea sana. Alafu kitu kingine, wewe unakuja kwenye majumba ya watu, haujajua hapa wenyewe wako wapi. Wewe umefia kujikalisha. Nilikwambia wewe mwizi umeiba ndani. Alafu kitu kingine, hakuna kitu mimi nakiogopa kama kutembea na mke wa mtu. Muulize labda hiyo mimba kwa mtu mwingine amempa, sio mimi. Naomba tuheshimiane. Haunijui, sikujui, tuheshimiane. Wewe kijana. Nimepita nyumba ngapi huko mpaka nimefika hapa? Nimewaona vijana wangapi mpaka nimefika hapa kwako? Sasa nasemaje, ninakupa siku hizi 2. Ninahitaji mimba irudi pale. Na isiporudi utatambua kwa nini ng'ombe anakunya mavi makubwa na mbuzi anakunya mavi madogo. Mimi ndiyo mzee Mdororo, mchawi wa kwanza kugundua majani ya mnunga mai na kwenda kuchuma kujifukiza kufanya dawa ya mafua. Utakiona. Huyu mzee hizi taarifa amempa nani? Na kwa nini amejua kila kitu? Au kuna mtu alikuwa anatufuatilia kinyuma nyuma? Sasa hapa acha niende kwa Bwana Mpemba. Inawezekana yeye kuna namna anaweza akanishauri. Odi. Wenyewe. Karibu. Asante. Ni kitu gani kimekuleta hapa nyumbani kwangu? Hali ya kwamba nilishakwambia nyumbani kwangu sitaki nikuone tena. Hivi we mama, swala mapenzi unalichukuliaje? Hivi hapa kijijini kwetu kuna wanawake wangapi
lakini bado nakufuata wewe. Hauoni kuwa na mapenzi ya dhati kwako? Ninaposema kuwa nakupenda na maanisha kuwa nakupenda. Hao wanawake wengine hawana vitu vyangu, wewe nimekufuata kwa sababu una vitu vyangu. Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Mimi siwezi kutembea na mtoto mdogo kama wewe. Ina maana kijiji chote hakuna wasichana wenye rika zako. Hivyo jamii itanichukuliaje ninapoanza kutembea na mtoto mdogo kama wewe? Sasa jiheshimu wewe kijana. Haisee, hii dunia imekwisha. Yaani rika yako mimi naweza nikatembea na wewe kweli? Wewe si sawa na mama yako mzazi mimi. Jiheshimu wewe kijana. Ushasema wewe kama mama yangu. Ina maana wewe sio mama yangu. Sasa kwa taarifa yako, nikitoka hapa, ninapoenda nyumbani, najua kwamba mimi na wewe tayari ushakuwa nani? Wapenzi. Kwa hiyo hapa nitakuwa nakuja muda wote ambao mimi najisikia kuja. Nitakuwa nakuja kama kwa nani? Kwa mpenzi wangu, sio kuja kukufuata tena kwa maana nakupenda. Yaani kuanzia wewe mimi tushakuwa wapenzi. Si umenielewa? Haisei, dunia imekwisha kwa kweli. Yaani watoto sasa hivi mnawataka wa mama. Mimi sio type yako, nishakwambia mara nyingi. Mimi sio type yako. Mimi ni mtu ambaye najitambua. Mimi ni mtu mzima. Siwezi kutembea na mtoto mdogo kama wewe. Tafuta wanawake huko pembeni ambao ni size yako, sio mimi. Basi sawa, ngoja tuone, lakini mimi hapa nitakuwa natimba kama kwa mke wangu. Nitakuwa nakuja hapa nyumbani kama kwa mpenzi wangu. Hivi mimi naweza nikatembea na mtoto mdogo kama wewe? Yaani nitafikia wakati nitaenda paka kwa wazazi wako nikakukatalie. Siwezi kutembea na mtoto mdogo kama wewe. Jiheshimu. Ni deni la ujauzito, babu wanaitaka mimba, waloitoa kwa kuhofia mumewe kujua, walifanya kwa Mpemba, Mpemba, lakini sasa ni shari. Bwana Mpemba, yani kama ningejua hujamwishwa safari. Brother. Ndugu yangu nimeita sana. Nipo. Karibu sana. Mwanzo safari mume anasafiri, anamwacha mke nyumbani ya baba, mke akasariti akapata mimba ikiwa yupo mume. Ndugu yangu. Brother. Za masiku. Nipo namshukuru Mungu. Vipi wewe? Mimi namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Ndiyo. Tena mzima kabisa wa afya. Kimya kimetawala. Toka siku zile hatujaonana, ndo hii hapa leo ulionitembelea. Vipi vile kuhusu lile swala lako, maana haujanipa mrejesho kama ulifanikiwa au ulifeli? Kiukweli mimi nilifanikiwa. Ndiyo. Tena nimefanikiwa kwa 100%. Ingawa kuna changamoto imejitokeza, na hii changamoto ndio imenifanya mimi nije kwako. Ndiyo. Ile siku natoka kwa yule mtaalamu, nafika nyumbani nikakuta yule mzee ambaye baba mkwake na yule binti. Yaani ndugu yangu, wewe huwezi amini. Eti anasema ile mimba tulioitoa kule tuirudishe tena. Kuirudisha? Anadai kuwa alikuwa na malengo na ile mimba. Ndio maana nimefikia stage mpaka nataka nihame. Vipi? Ulienda kwa yule mtu? Kwa yule mtaalamu? Kiukweli kwa mtaalamu mimi sijaenda tena. Na siwezi kwenda. Kwa sababu unaweza ukaenda akakutokea njiani yule mzee, si unajua kama unavyomjua yule mzee ni mchawi. Ndiyo. Anaweza akakutokea njiani akufanya jambo lolote lile. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda kwa yule mtaalamu tena. Hapa tu nataka nikaandae nguo zangu, nifanye utaratibu wa kuondoka. Na hii vipi habari ya kuhama? Kuna mtu ulishai kuzungumza naye tofauti na mimi? Hapana. Na siwezi kumwambia mtu yoyote yule kwa sababu mimi hichi kijiji nakijua. Unaweza ukamwambia jambo lako, wewe unakimbia, kumbe tu mwisho na yeye anaenda kumwambia yule mtu ambaye unamkimbia. Ikawa tatizo. Basi sawa. Mimi nikutakie kila laheri kwenye kila jambo lako. Mimi bado nipo na nitaendelea kukulinda. Sawa. Hapa kijijini usimwambie mtu yoyote yule kuhusu mimi. Yaani hata kama wakuuliza hapo waambie mimi sijui na sijaonana naye. Basi haina shida brother. Sawa, haina shida. Ni deni la ujauzito, babu wanaitaka mimba, waloitoa kwa kuhofia mumewe kujua,
walifanya kwa siri kuitoa mimba, lakini sasa ni shari na deni la mimba. Yani kama ningejua hujamwishwa safari, leo mimba wanadaiwa imekuwa dosari. Mwanzo wa safari mume anasafiri, anamwacha mke nyumbani ya baba mke, akasaliti akapata mimba ikiwa yupo mume. La la la, deni la mimba, wanadaiwa mimba, mwenye mke amesafiri kwenda machinga. Hawa, unaweza ukaniambia kitu gani kimleta hapa nyumbani kwangu? Hivi mbona unataka kunipa matatizo mimi? Yaani jambo la kwanza halijaisha, unataka kuleta jambo lingine tena la pili. Hawa, uko serious mamangu? Au kuna kitu umekipanga na babangu kwako? Tavila, uso muda kulaumiana. Tujue tunafanyaje. Nenda kwa baba yangu. Kwa kweli ni mwanamume mwenzio. Wenda mnaweza mkakaa chini, mnaweza mkaelewana. Yaani unaelewa unachokiongea? Unamaanisha unachokiongea? Yaani nitoke hapa nyumbani kwangu, niende kwa babangu wako nikamwombe radhi. Hivi unajua vitu vingapi vimetokea huko nyuma? Sasa nisikize nikwambie. Mimi siwezi kunyanyua hapa miguu yangu na kwenda kwa babangu wako. Siwezi kufanya huo upumbavu. Haisea huko serious. Nakuona kabisa huko serious. Basi sawa. Kwa kuwa umekataa kwenda kwa baba mkuu yangu, basi nenda kwa yule mtaalamu. Kwa kuwa aliweza kutoa ujauzito, basi anaweza kaurudisha. Hapo sasa najaribu kuelewa. Unamaanisha nitoke hapa niende kwa yule mtaalamu, kama aliweza kuitoa hiyo mimba anaweza kurudisha tena somo lake? Ndio. Sawa, nimekuelewa. Nitafanya hivyo. Sawa, nilikuja na hilo kwa wewe. Haya, asante.
ni deni la ujauzito. Mzee Ngaka. Naam. Mumewe kujua walifanya kwasi. Kila homa Sio malaria. Nenda ukapime. Karibu sana Marinda. Asante sana Mzee Ngaka. Na kuomba nisubiri niende ndani nikachukue kiti. Maana sio vyema sana kuongea kipindi tumesimama. Wala haina haja ya kwenda kuchukua viti ndani. Maana mimi sijaja hapa kuja kuchelewa. Nimekuja hapa kwa niaba ya kufuata dawa ya ucheche. Maana kuna binti ananisumbua sana. Tokea tumeanza mahusiano, hajawahi kunipa unyumba. Na wazazi wake wanambana sana, akirudi shuleni wanamnyima hata kwenda kuchota maji. Nikasema, ya nini nijitese wakati Mzee Ngaka yupo? Oh, sawa. Ila mbona umefanyia uzembe sana? Yaani unakuwa na mwanamke kwenye mahusiano ndani ya mwaka mzima, alafu hujafanya kitu chochote kile? Ila sio mbaya. Bado hujachelewa. Dawa bado ipo. Ila inabidi tuizimue na mavi ya nguruwe ili uweze kufanya vizuri. Maana haijatumika karibuni na ndio maana imesababisha kupungua makali. Wewe ifuate kesho asubuhi, itakuwa iko sawa sawa. Maana hata hayo mavi ya nguruwe kwa siku ya leo hapa nyumbani kwangu yameniishia. Mzee Ngaka. Kesho tena? Mimi nilikuwa nataka nikaanze leo hii usiku. Na kama shida mavi ya nguruwe, mimi nipo tayari kwenda kuyatafuta hata muda huu. Naijua hiyo. Basi subiri nikakupatie. Haya, dakika 2 tu. Sawa. Yeah. Yeah. Ooh la la la. Ni deni la ujauzito, babu anaitaka mimi. Hakikisha unachanganya na mavi ya nguruwe ili uweze kufanya kazi vizuri. Umenielewa? Sawa Mzee Ngaka, naomba uishi miaka mingi kama namba za vocha. Hakika wewe ni makuigwa. Sawa. Na kama utakuwa na changamoto yoyote, usisite hapa kuja. Na kama hunikuti, nenda kwa Mzee Dororo, nadhani atakusaidia. Sawa Mzee Ngaka, haina shida. Kila homa sio malaria, nenda ukapime. Yeah. Yeah. Ooh la la la. Ni deni la ujauzito, babu anaitaka mimba. Mtaalamu, walioitoa kwa kuhofia mwenye nyumba walifanya kwa siri kuitoa mimba, lakini sasa Habari mtaalamu. Safi, kwema? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Sasa kama kutakuwa na uwezekano, labda toa viti ndani kwa sababu kuna jambo nataka nikuelekeze. Hapana. Siwezi kuingia huko ndani na kwenda kuchukua viti. Wewe kama kuna jambo ambalo limekuleta, unaweza ukaongea. Unajua mtaalamu, kuna vitu vingine vya serious sana. Hivi basi nikuombe kitu. Chukua viti ndani, tukae, tuongee. Kuna vitu nataka nikuelekeze vya msingi sana. Toa mkono. Nimesema toa mkono. Hivi wewe huwezi kuongea na mwenzako bila kumshika bega? Au wewe ni miongoni mwa wale watu ambao kukushika bega tu wanaondoka na nyeti za mtu? Sasa ngoja nikuambie. Kama hicho ndicho ambacho kimekuleta hapa nyumbani kuja kuniibia mimi nyeti zangu, imekula kwako. Kwa sababu hapa nilipo mwenzako nina pini kiuno kizima hichi. Na mipira juu nimefungia. Wewe kama kuna jambo limekuleta nyumbani, tuongee alafu uondoke. Sasa kuna haja gani ya kuanza kushikana mabega? Mtaalamu, kama nimekukosea, naomba unisamehe. Kwa sababu binadamu huwa hatuchelewi kukosea. Na mimi sio mtaalamu sana leo vitu labda nikushike bega ndo zitoe nyeti zako, hapana. Ujuzi huo mimi sina. Na lengo langu kuja hapa, kuna jambo nataka nikuambie. Na hili jambo mwenzio limenifika hapa. Mimi nikuombe kitu kimoja mtaalamu. Kama kutakuwa na uwezekano, naomba ile mimba uirudishe. Kwa sababu
yule ni mke wa mtu, na nyumbani kwao babake anadai ile mimba, anasema ile mimba irudi. Wazazi wanadai ujauzito, mimba irudi, vinaingiliana vipi? Wewe kabla ya kuja hapa kwangu, si ulianza kunipigia simu na ukawa unaniambia kuwa kwamba yule mwanamke ni mwanamke wako wa ndoa, na lengo la kuja hapa kwangu na kutaka kutoa ile mimba ni kwa ajili ya kuficha aibu kabisa huko mitaani kwenu, kwa sababu yule mtoto mmemwingilia kabla ya siku kufika. Sasa wewe unakuja unaniambia kwamba mke wa mtu sijui kufanya. Mimi sikuelewi. Na kama yule alikuwa ni mwanamke wa mtu, mimi nisingekuwa tayari wewe nikusaidie. Mtaalamu, mimi nilishindwa kukuambia ukweli kwa sababu ningekuambia ukweli sidhani kama ungenisaidia. Hivyo basi nikaona bwana nikuongopee ili tu ile mimba uweze kuitoa. Na nashukuru sana ulinisaidia. Lakini mimi nilijua kana nilitoa tatizo, kumbe naliingiza tena tatizo lingine. Unajua mimi napitia wakati mgumu sana mtaalamu. Usiku mimi silali. Mimi nakuomba tu mtaalamu, ile mimba tuirudishe. Kama uliweza kuitoa, mimi siamini kama unashindwa kuirudisha. Kijana, makarama ambaye nimebarikiwa mimi na Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya kutoa mimba kimiujiza tu, na sio kurudisha kimiujiza, na sio kuirudisha endapo itatoka. Hivyo mimi sina uwezo wa kukusaidia kwenye hili. Na dharau ambazo umenionyesha wewe za kuonekana kwamba unakuja mimi unanidanganya na kunifanya kama mtoto mwenzako, bro, naomba utoke nyumbani kwangu haraka iwezekanavyo na usirudi tena. Humu ndani nina majukumu ambayo nayafanya, alafu niendelee nikafanya vitu vyangu vingine. Kuna mzigo ambaye nataka nikaupokee. Nadhani tumeelewana. Hapana mtaalamu, hapana mtaalamu. Mimi kuna vitu navipitia huko nyuma mtaalamu. Usinishike bega. Sawa, naomba unisamehe. Hivi wewe mbona unielewi? Au nataka niongelee na masikio? Makarama ambayo nimebarikiwa mimi ni kwa ajili ya kutoa mimba kimiujiza tu, na sio kuirudisha. Siwezi kukusaidia, naomba uondoke. Mtaalamu, mimi napitia mambo mengi huko mtaani mtaalamu. Kuna wakati mimi nitaka paa kuhama kwenye hichi kijiji mtaalamu. Kuna vitu vikanitokea vingi vya ajabu. Usiku mimi silali mtaalamu. Naomba unisaidie. Mimi mwanamume mwenzio. Yaani mwanamume mwenzio kimwana anaongea hivi, huyu amekwama. Naomba unisaidie. Kama unaweza kuitoa ile mimba, sidhani kama unashindwa kuirudisha. Nadhani hichi nilichokiongea hapo hoja nisikia. Au nitoe miwani unione vizuri. Mimi siwezi kukusaidia. Nenda kapambane na hali yako. Makarama ambaye nimebarikiwa na Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya kutoa mimba tu. Ondoka hapa nyumbani kwangu. Mtaalamu, ina maana ndo basi unisaidie tena mtaalamu? Ama kweli usiolijua sana usiku wa giza. Yaani mimi nilijua natoa tatizo, kumbe ndo naweka tatizo. Bora hata mimba nisingeitoa. La la la. Ni deni la ujauzito, babu anaitaka mimba, walioitoa kwa kuhofia mwenyewe kujua, walifanya kwa siri kuitoa mimba, lakini sasa ni shari na deni la mimba. Ewe Beatrice mshangazi, sasa jiandae kwenda kuumia, maana haiwezekani nikutongoze wewe tu ndani ya mwaka mzima na unikatalie. Sasa kwa kuwa hii dawa wamesema nikachanganye na mavi ya nguruwe, mimi nitaenda kuioverdose. Nitachanganya mavi ya kuku pamoja na mavi ya panya ili uweze kufanya kazi vizuri. Maana kama mtu ameweza kupakwa mavi ya kuku sehemu alipong'atwa na meno yakaoza, basi nina imani hii dawa itaweza kufanya kazi vizuri. Na pia kama mavi ya panya mama kufanisha na chakula kinachoitwa ubwabwa, basi nina imani hii dawa itaenda kufanya kazi vizuri. Yaani iwe usiku iwe mchana, kwako nitakuja muda wowote ule mpaka nikushibishe mimba. Mimi ndo Marinda.
Mimi sione kama kuna haja ya wewe kujificha ndani ya huo mti na kumvizia mtu ambaye hata ufahamu ni wapi kitovu chake kilipochimbiwa. Na kama wewe una shida na mimi, ni kwa sababu gani usijitokeze mbele yangu ili tukamalizana? Kijana, kujificha kwangu mimi kwenye mti haimaanishi naofia jambo lolote lile katika ulimwengu. Ila kinachonishangaza wewe kuwa na uwezo wa kuniona kwa jicho la tatu nikiwa ndani ya mti. Maana watu wengi hawana uwezo wa kuniona nikiwa ndani ya mti. Na ndio maana nawatoa kafara kizembe sana. Ila sio mbaya, tungefahamiana hata kwa majina. Unaitwa nani mwenzangu? Sidhani kama kuna haja ya wewe kutaka kunifahamu mimi kiundani zaidi. Na hata kama ukanijua mimi kiundani, sidhani kama wewe utanufaika na jambo lolote lile kutoka kwangu. Sasa basi, na kama hiyo ndo tabia yako ya kujificha ndani ya huo mti na kuwavizia wana kijiji ambao wanapita katika hii barabara na kuwatoa kafara kila baada ya wiki, naomba uache, kwa sababu sio kitu kizuri kabisa katika hii jamii, na hata huyo Mwenyezi Mungu haimpendezi hata kidogo. Nadhani tumeelewana. Kijana, Waarabu wa Pemba wajuana kwa vilemba. Na sisi wachawi inatakiwa tujuane kwa majina. Mimi naitwa Mzee Mdororo. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Nashukuru kukufahamu Mzee Mdororo. Mimi naitwa Pididi. Ndio msanii wa kwanza dunia hii kuongoza kwa kuwa na sifa mbaya. Acha shobo. Huyu kijana mbona ana maneno makali sana, lakini anavyoonyesha ana kitu. Nitatumia kila aina ya mbinu yangu ili niweze kumshawishi tuwe pamoja naye, maana inavyoonyesha ni kijana mwenye uwezo, mwenye nguvu. Ni deni la ujauzito, babu wanaitaka mimba, waloitoa kwa kuhofia mumewe. Hivi yule mzee mimi ananitafuta nini? Yaani simjui, anijui. Ananiibia begi langu tena bila hata kujua. Sasa kama ameniibia begi langu bila kujua, vipi naye makende yangu yako salama kweli? We. Makende yapo. Makende yapo. Kumbe bado pini ipo, na ndio maana makende yangu hajafanikiwa kuniiba. Ila nitaonekana mimi ni mpumbavu sana endapo Yeah. Ooh la la la. Ni deni la ujauzito, babu anaitaka. Samahani ndugu yangu. Vipi katika hii njia ambayo unatokea? Hujanionea mzee yoyote yule akiwa na begi mkononi mwake? Shikamoo. Mimi? Bwana acha masiala bwana. Unajua mimi niko serious kabisa. Na ndani ya lile begi langu kuna vitu vyangu vya muhimu sana. Kwa hiyo kama unakujua kwa yule mzee, naomba unielekeze ndugu yangu. Nitakushukuru sana kwa hilo. Yaani wewe lazima mimi nikuamukie. Kwa sababu busara siku zote inayokuwa mtu anaifanya, kikutana na mtu tu njiani, lazima kwanza umsalimie. Wewe unajua nilikotoka huko mimi nimetoka na nini leo. Alafu wewe unakukuta tu barabarani hapa unaniambia mimi sijui kwa nani ilikuwa kaenda ikarudi. Hivi ungelikuwa ni wewe, kweli unachokifanya kiko sawa sawa? Blaza, kwanza naomba nikutake radhi kwa kweli. Kusema kweli mimi nimekunya na nimezingua. Unajua kitu ambacho nimekifanya kweli sio kitu kizuri. Na sijatumia busara hata kidogo. Na hata kama ungekuwa wewe, lazima ungeweuka kama mimi. Yaani yule mzee nimekutana naye kule mjiani, akaanza kuniletea mambo ya ajabu ajabu, sijui anaongea vitu ambavyo mimi sifahamu. Sasa mimi nikasema ili mambo yasiwe mengi, ngoja mimi niondoke. Nimefika mbele,
Nikiangalia mkononi mwangu begi langu sioni. Nikiangalia makende yangu yako salama. Kwa hiyo kaka yangu, kama unakujua ambapo anaishi yule mzee, naomba unielekeze. Mimi nadhani wewe nikuelewa vizuri. Ila sasa cha kujifunza, siku nyingine unapokutana na watu barabarani, ni lazima kwanza uwasalimie. Ukimsalimia mtu barabarani unamueleza shida yako, yeye atakuwa rahisi wewe kukusaidia. Ila sasa mimi ngoja nikwambie jambo moja. Huyo mzee mimi wamfahamu. Anaitwa Mzee Mdororo. Wamfahamu uzuri? Ndiyo Mzee Mdororo, kwa sababu hata mimi nilivyokutana naye aliniambia anaitwa Mzee Mdororo. Sasa mimi huyo yeye wamfahamu. Sasa mimi nafikiri tusipoteze muda sana. Ngoja nikupeleke. Basi wacha mimi nichukue baraka zako. Baraka za nini? Au ndo uchawi wenyewe? Hapana, uso uchawi. Nachukua baraka ili mambo yetu yaende vizuri sana. Basi inuka twende. Yule mbona kama bwana Mtavila? Si aliniambia anaondoka kwenye hichi kijiji? Hata ukasikia watu ni wawili wawili, lakini ndio huyu. Bwana Mtavila, bwana Mtavila. Nilipotoka kule nilijua anakufananisha. Lakini unajua tena mtu ni cha kwake. Ni kweli, wala haujanifananisha. Ni mimi mwenyewe Mtavila. Na nimeshtuka kukuona mazingira haya kwa sasa. Wakati siku mbili zilizopita ulikuja nyumbani kwangu na kuniambia unasafiri. Ndugu yangu, wewe huwezi amini. Mimi kweli nishapanga safari ya kuondoka. Na niliweza kabisa kuondoka. Lakini kuna mazingira fulani nafika hapo katikati hapo, huwezi amini ndugu yangu. Ulitokea upepo wa ajabu, upepo mkali. Yaani huwezi kuamini kifuku hiki na mawingu haya, umekuja upepo mkali. Ukiasi kwamba upepo ukanisafirisha na kunifikisha nyumbani kwangu. Kukufikisha nyumbani kwako? Sasa mimi na hofu kwa yule mzee nani, Mzee Mdororo. Baba mkwe wake na yule binti? Yule bwana naona haya mazingara ndio anasababisha. Vipi? Kule kwa mtaalamu ule wewe kwenda au vipi? Ndugu yangu. Na hii safari natokea kwa mtaalamu. Na nilienda kule ili kama kutakuwa na uwezekano basi ile mimba airudishe. Kwa sababu napitia wakati mgumu sana. Na yeye amesemaje kuhusu kurejesha ule ujauzito? Ndugu yangu. Yaani nafuta sifuri naandika O. Huwezi amini. Eti anasema ile mimba hawezi kuirudisha. Yeye anachojua ni kutoa tu na sio kurudisha. Kweli kuwa uyaone. Na sasa nayaona kwa upande wako. Kweli hii ni mitihani brother. Sasa ndugu yangu, mimi hapa sina cha kufanya. Yaani nimechanganikiwa, sielewi nifanye kitu gani. Hivi nilikuwa natokea kwa mtaalamu, sasa hivi naenda nyumbani. Basi sawa, wewe nenda ukapumzike. Mimi jioni nitakuja kukuangalia. Basi sawa, wala haina shida ndugu yangu. Haya sawa. Sawa. Haya. Ni deni la ujauzito, babu wanaitaka mimba, waloitoa kwa kuhofia mumewe kujua, walifanya kwa siri kuitoa mimba.
lakini sasa ni shari na deni la mimba. Yani kama ningejua hujamwishwa safari, leo mimba wanadaiwa imekuwa dosari. Sasa kijana, asante sana kwa kunifikisha hadi hapa. Mimi hapa ndo nyumbani. Hivi unakielewa hicho ambacho unakiongea? Mimi nimekuambia nina shida na wewe au yule mzee? Sasa wewe tumetoka kule kote kule unanifikisha mpaka hapa nyumbani kwako. Naomba tuheshimiane. We kijana, vanemba nnewala nangu kutanda imba nikakupweteka kalipambilile. Mimi hapa ndo nyumbani kwangu, ndo nishafika hapa ndo nyumbani kwangu. Sasa ukitaka wewe kwa kufika kwa nzee Ndororo, nitakiwa tena urudi na njia hii tuliyotokea mpaka pale tulipokutana sote pale barabarani pale kwenye kona pale. Njia niliyotokea mimi ile ndo nyosha moja kwa moja utafika mpaka kwa nzee Ndororo. Unasemaje wewe? Yaani nitokea hapa mimi na mguu wangu mpaka kule nilipokutana na wewe, alafu ninyoshe na ile njia ndo nafika kwa mzee? Sasa wewe kama ulikuwa utaki, si ungeniambia tu kuliko mimi usumbufu ambao umeonyesha. Yaani tunatoka kule ndugu wangu, najua kabisa kwamba naenda kwa yule mzee. Mimi nikifika pale nafika kuchukua begi langu na kuondoka. Lakini wewe afu inaonekana unanileta mpaka nyumbani kwako na naambia asante sana kwa kunifikisha nyumbani kwangu. Mzee umezingua sana. Sasa wewe angalia muda umeenda, mimi nifanye kazi tena kurudi na njia yote. Angalia tumetembea umbali mrefu sana. Yaani nifike pale niende kwa yule mzee nikachukua begi langu nirudi nyumbani, sitakuwa nimefika usiku. Sema mimi nashukuru sana kwa yote ambayo umenifanyia. Yaani nashukuru. Mimi wacha niende nyumbani nikapumzike. Alafu asubuhi nitaenda kwa yule mzee. Ili limeniumiza sana. Karibu sana tena nyumbani hapa. Karibu ya nyoko. Mimi ndo Makonde. Ndo Kankunya huko. Uwezekani nimekutana tu barabarani. Hujui mimi nimeamukaje nyumbani, unaanza mala sijui ilikuwa kafanyaje. Nishafika tayari nyumbani. Ni deni la ujauzito, babu anaitaka mimba, walioitoa kwa kuhofia mwenyewe kujua, walifanya kwa siri kuitoa mimba, lakini Samahani sana mpenzi wangu, najua utakuwa umechoka. Nilikuwa naomba wengine ndio kanichukulie kofia yangu, maana wakati natoka asubuhi nilisahau. Nilikuwa nataka nishangae. Mtu avute bangi na imwache salama. Kofia yako na ndani mwangu wapi na wapi? Sawa. Haina haja kuandikia mate wakati wewe upo. Uko umekataa kuingia ndani unakochukua kofia yangu kunipa kama mpenzi. Basi nitaingia mwenyewe tena kuichukua. Nashukuru sana kukuta kofia yangu iko salama. Maana wangekuwa wanawake wengine basi wangefanyia lapu kwa shia moto. Lakini wako tofauti sana na wanawake wengine. Sasa basi na kuahidi ndani ya wiki hii nitaenda kuchukulia sehemu ya mkopo ZDT ili msimu wa vigodoro ukavimbe naye. Kitu kingine, ukitaka kula mali zangu hakikisha hicho kibandikizo ulichoweka mkono wa kushoto unakitoa. Nimalizia kusema kwamba nikabidhi maiki kwa mshangazi wangu. Bye bye. Hivi ni ndoto au macho yangu? Kofia yake ilifikaje ndani mwangu?
Na alijuaje kama nina kipandikizi mkono wa kushoto? Huyu kijana sio bure, atakuwa ni mshirikina. Hapa nitakiwa nifanye kitu. Nikilifumbia macho hili jambo litaniumiza. Ni deni la ujauzito, babu anaitaka mimba, walioitoa kwa kuhofia mwenyewe kujua, walifanya kwa siri kuitoa mimba, lakini sasa ni shari Marinda, na deni la mimba. Naona upo kwenye ubora wako. Nipo mzee Lingaka. Kila homa sio malaria, nenda ukapime. Vipi, mbona asubuhi? Unatoka wapi tena? Natoka kwa yule mwanafunzi ambaye alikwambia ananisumbua. Ila hauwezi amini, baada ya kunipa ile dawa yako, kila kitu kimeenda vizuri. Na dawa yako inafanya kazi vizuri sana. Sawa, ila zingatia sana, maana ile dawa inafanya kazi vizuri sana usiku. Ikifika asubuhi haina maajabu yoyote. Hivyo basi zingatia sana, maana watu wakijua utakuja kuumbuka Marinda. Nadhani umenielewa. Aha, sawa, nashukuru kwa hilo. Maana ni wachache sana ambao wako kama wewe. Sasa wewe ulikuwa unaelekea wapi? Mimi naelekea kwa shemeji yako kwenda kuhudhuria. Na hawa wanawake tusipowapitia kila muda inakuwa tujawatendea vizuri. Kwa hiyo naenda kumwangalia shemeji yako, alafu kipindi nitarudi. Sawa, na mimi nilikuwa naenda nyumbani, nikachukua panga nielekea shambani. Sawa. Kila homa sio malaria, nenda ukapime. Kunitongoza toka kipindi kile, kwenda kukatalia. Sikupendi. Mbona nifuatilia? Mbona nisumbua sana wewe kijana? Fungua mlango, mimi mzee Lingaka. Mpenzi wangu. Wewe. Watoto kufanyaje? Watoto kukutongoza ndio nini tena? Kuna usalama kweli hapa nyumbani? Kuna usalama mme wangu jamani. Hao ni walevi tu, waga wanapita hapa nyumbani wanaongea maneno ambayo hayana maana yoyote. Kwani kazi nani ndo wao, labda ndo wamekuja kunigongea tena. Sikujua kama ni wewe. Karibu ndani mpenzi wangu. Hapana. Mimi nimekuja hapa kuhudhuria, kuja kukutaka hali. Sijaje kuchelewa. Naenda kwanza kwa rafiki yangu kule kwenda kufanya kazi. Nikimaliza kazi hiyo, baadaye nakuja hapa kuja kulala. Sawa, karibu sana. Lakini unapokwenda kwa mume wangu unichukulia hata chipsi. Chipsi? Sijui nikakuchilia chili nini? Vyote niwetie chili, kachumbari, tomato niwekee. Na chumvi mwambie aweke pembeni. Yaani ndo ninachokupendea wewe. Na ulivyo hivyo. Inaendana kabisa kula chips. Basi ndo ninachokupendea wewe. Haya sawa, ila shida. Haya. Wao wakija wagomea hao. Haya sawa. Sawa mpenzi wangu, sijali. Ni deni la ujauzito, babu anaitaka mimba, waloitoa kwa kuhofia mumewe kujua, walifanya kwa siri kuitoa mimba, lakini sasa ni shari na deni la mimba. Yani kama ningejua hujamwishwa safari.